Simba hawakutaka kabisa Yanga wafanikishe kupitisha mpira, hasa mpira uende kwa Damaro, apokee mpira akiwa amelitazama goli la Simba, na kuzuia hivyo lazima utume wachezaji wengi kwenye press au kwenda kupress, na hapa ndio shimo lilipoanza kutokea kwa Simba. Simba walikuwa wanalazimika kupress kwa muundo wa 4-3-3, maana kama wakienda na 4-4-2 watazidiwa idadi, kwani Yanga walimjumuisha Diarra kwenye build up, na kocha Beka hakutaka kabisa kumpress Diarra, atasababisha makosa kwenye pressing yake, kwa sababu Yanga wanakuwa na wachezaji watatu kwenye build up, ukimuongeza na Diarra hapa sasa, ili kumatch lazima uwe na wachezaji watatu. Kwa lugha rahisi, kivuli kwa Dickson Jobu au Mwamnyeto baada ya kuingia Baka, lakini pia nani anaenda kuizuia pasi ya Diarra katikati mwa kiwanja. Ukishatazama hivi vivuli vitatu tayari unagundua kwamba kulikuwa kuna press ya wachezaji watatu. Ila tayari muda huo Max yupo kwenye half space nyuma ya Kibabage. Lengo ni kumpini Kibabage asisogee mbele. Kama ataenda kuweka pressure kwa Mwenda, atamwacha Max na Rushaine kwenye 1v1, na huwezi kujua kwenye situation kama hiyo. Sasa ili kuzuia hilo, Kibabage alilazimika kubaki chini ili kumzuia winga wa Yanga ambaye atakuwa kwenye half space, na hapo tunampata Mwenda akiwa huru, na alipata nafasi kubwa, alikuwa na uhuru wa kufanya mikimbio kusogea mbele, lakini bahati mbaya ndio tunasema kwamba quality kuna muda inakuja kuamua. Labda kama angekuwepo mtu kama ya Okwasi, angeweza kuitumia hiyo nafasi ambayo beki wa Simba alikuwa anaiacha, na ni moja kati ya kitu ambacho tunaweza kustadi kwenye mchezo kutokana na pressing ya Simba ilikuwa inatengeneza uhuru mkubwa sana Mwenda. Ndio hivyo